kunisikiliza zaidi ya wewe mke wangu. Hayo matendo naona yanapitiliza, yananumiza moyo wangu. Hivi ni kweli? Yaani nimekaa toka asubuhi na kuongelesha wewe mwenzangu umenikalia kimya. Yaani leo tunaishi kibubububu humu ndani. Yaani muda wote naongea na wewe na kuongelesha kila ninacho, yaani najaribu basi hata unifokee. Mwenzangu sijui umetia mapamba masikioni. Ina maana unashindwa kuniuliza mke wangu wewe umerudi asubuhi. Umetoka wapi? Wewe umekaa kimya leo. Yaani leo umeniamulia kabisa kunikalia kimya humu ndani. Unitaki humu ndani niondoke. Na kukera na kuboa Asa ngoja niondoke nikuache peke yako, maana nimeshindwa kukaa na mtu ambaye hataki hata kuongea na mimi, kunipa hata support. Ngoja niondoke. Wasalimie. Yaani unaniambia kabisa niwasalimie. Unihitaji humu ndani. Nitakuonesha. Yaani unaniangalia navaa nguo. Umelizia naondoke. Wasijeuri. Endelea na juhudi yako. Kwa hiyo Secret love, secret love, mapenzi yanaumeza moyo. Secret love, secret love, mapenzi, secret love. Vipi shemeji? Poa. Wema? Wema, mbona umejitenga? Hamna, kawaida tu. Kawaida vipi? Ina maana hujaenda kazini leo? Leo sikuenda. Kwa nini sasa? Maana hata ningeenda, kwa kweli najiona sina mudi kabisa kufanya kazi. Kwa kweli sijisi kama niko vizuri. Kila ninapojitahidi kuvumilia, naona mambo bado mazito. Sawa, lakini hakutakiwa kuwa hivyo. Hata mimi ananiumiza mambo nakufanyia. Naumia sana. Hivi kuna watu hawana hata chembe ya huruma kweli? Halafu kwa mume wake, mume anamuita ambaye amefunga naye ndoa. Hivi kwani ukaagi naye kwa mkazungumza? Tuachane na hayo. Baby Shen. Unajua shemeji, mimi nakuelewa sana. Kivipi? Namna gani shemeji? Nakuhitaji. Nahitaji hiyo nafasi. Utafurahi. Hivi au unazungumza? Ulifikiria kabla ya kuzungumza? Ndiyo, shemeji. Naomba nikabidhi moyo wako. Nitakupa furaha na utasahau haya yote. Nipo tayari kwa lolote lile. Kwa lolote. Ni ndugu yako yule. Nakupenda.
na sihitaji damu yetu iende mbali. Mwanaume kama wewe, mtanashati, mwenye huruma, mvumilivu, ni wachache sana. Kwa hiyo sitaki utoke ndani ya familia yetu uende kwenye familia nyingine. Nataka ubaki ndani ya familia yetu. Nakupenda, shemeji. Sasa mtihani mwingine. Mtihani juu ya mtihani. Matilda, mbona kama unaikaika unataka kutoka? Farida bwana, naye unachekesha. Nakwambia, ila naomba usimwambie mama wala mume wangu. Nimepata lidanga hiyo dinamito. Sasa kama mtakayodini kitu ikiingiza hela na kupunguzia hata kidogo. Na wewe kidogo mdogo wangu kalishavu. Siku moja useme na mimi nina dada. Isiwe nakwambia wewe, sije kumwambia hata mtu mmoja. Yaani naangaika huko ili tuje tule. Mwanangu mwenyewe unamuona kulala kuamka. Sasa si wewe unaita? Halo. Yeah baby. Nakuja. Nipo njiani sasa hivi. Aya, sawa poa. Shuga limetiki. Baadaye tutaona. Siri yako ilo sawa. Usalimie. Najua nimekuita hapa kwa sababu moja tu. Nilikaa nikatafakari kuhusu ombi lako. Nimekubali kuingia katika mahusiano na wewe. Wow. Lakini kwa sharti moja tu. Sharti? Sharti langu ni kwamba naomba ujitahidi kumrudisha dada yako. Arudishe nafsi yake, kuimarisha ndoa yake. Awe na mapenzi ya dhati kama ilivyokuwa hapo mwanzo. Kama utafanya hivyo na utafaulu hivyo, basi mimi na wewe tutakuwa katika mahusiano ya siri yasiyokuisha. Nipo tayari kufanya lolote kwa ajili yako. Sawa. Hilo nalifahamu. Maana hata kabla hujazungumza, macho yako yanaongea tayari. Basi kwa kuwa sasa ni usiku, nenda tukalale. Mama sija akaja akatukuta akatuhisi vibaya. Sawa? Basi sawa. Siku mwema. Sasa ndugu yangu nakwambia. Mwanaume sasa yule anajua kupetipeti, anajua kunikea. Sijawahi kupata mwanaume kama yule. Yaani ndo kwa mara ya kwanza
mwanaume nikanipa raha mpaka mwenyewe sasa hivi nimekuwa mwili wangu umekuwa mwepesi. Wacha. Asa umeenda kuponda raha huko afu mume wako nyumbani umemwacha na karaha. Wewe naye unapenda kumtajataja wewe kwenye story zetu eh? Hasa katika mwanaume naye anatoka. Achana naye. Ngoja kwanza nakuja. Sasa nilikuwa sija kumalizia umbea. Acha kunipa malaya yote. Bwana, ukiacha kunipetipeti kote, kunidekeza. Kanipa bongo la Mungu yangu. Usiniambie. Sasa hivi bosi mimi hapa. Na tugawane. Kugawana tena? Yaani nitahangaika peke yangu afu tuje tugawane. Mimi si bloody. Mimi damu yako na niachaje kwa mfano. Subiria nikufikirie. Wewe vipi? Mbona saizi? Yaani umetoka nyumbani, tumegombana na mama. Tumerumbana leo. Yaani kanitukana, kanisema, ulikuwa bonge au ugomvi? Nikaona asiwe mambo mengi. Nimeamua nijibebe, nije nitulize akili yangu huko. Maana pa kichwa chote kinawaka moto, sielewi. Nimechoka. Kwa utakaa hapa kwa muda gani? Mbona unauliza kwa muda gani? Ina maana una mwanamke mwingine ambaye anataka kuja? Bwana, simaanishi kama na mtu wangu utakuja. Ila nataka nijue tu kwa sababu unajua hisi sawa. Eti sio sawa. Ina maana mimi kuja hapa kwako bila taarifa sio sawa. Mimi siko huko ulipokuwa. Ila sitaki tuishi kioni. Kama umenichoka au na wewe unitaki, unaniona kero, nimekuja hapa kwako nitakuja kukubana bana, niambie niondoke. Amaliza. Karibu. Mama ndo wao utakaponiambia karibu. Sasa nani hapa anatoka kwanza nje na mimi? Ama atasha kukila. Ndio. Pole. Sasa hapa wewe unakufuatia. Kanchukulie chips ila. Chips kidao. Ndio udhaifu wako. Pilipili usiweki. Tuzima dawa, ninakujua. Wewe ni mke wangu, unanisaliti pia. Rafiki zangu wanakuja kuniambia. Naam mjomba. Mjomba bwana, nimekuja hapa kuhusu swala zima linalotokea pale nyumbani kwetu. Swala gani? Mjomba, Matilda amekuwa kiumbe cha ajabu, hata shetani anamuogopa. Yeye Matilda ni kutoka asubuhi kurudi jioni, akitoka jioni anarudi asubuhi. Mke wa mtu. Na bora atoke kafanya jambo la maana, labda tuseme anaenda kutafuta pesa. Mzizi tu. Mpaka yule mumewe sasa hivi mjomba amebaki namba 1. Yaani 1 kwa matendo anafanya mke wake. Cha ajabu sasa. Dada yako anafahamu yote na bado yuko kimya, anayachekelea. Mimi nashindwa kuelewa imekuwa familia ina gani? Mjomba, mimi kwanza nikupe hongera kwa kuja kunieleza. Lakini hizo taarifa mimi nilikuwa sina habari nazo. Ndio kwanza wewe mjomba unakuja kuniambia. Lakini sikitike sana. Mama yako kumbe anazijua habari. Yaani amekaa kimya, anashindwa mimi kuja kuniletea habari, tusaidiane tutatue vipi? Hamuoni kama mako ananikosea adabu? Ili sikunizalilisha huko, unikosesha adabu na kunikosea adabu. Kwa nini? Huyu Matilda hizo tabia kaanza lini? Haya kayapata wapi? Sisi wale ndugu zake watatuelewa vipi?
Amuone watu vunjia heshima. Mnanizalisha mpaka mimi mjomba. Mama yako anafikia wakati wa kunizalisha mimi? Ananizalisha kweli? Mambo anayaona ananyamazia kimya. Ina maana wapendelea anawafanya matrida. Toka lini? Mimi ndo nashindwa kuelewa. Mama yako anafanya nini? Mbona anakosa akili? Hii adabu kweli? Anakaa mpaka leo hii unaamua kuja wewe mtoto kuja kunieleza mimi kweli? Yaani anafanya matendo ambayo hata kibinadamu sasa yanaumiza mjomba. Yaani unajua kuniumiza. Hana utu. Sasa nisikize mjomba. Pamoja mama yako amekataa kuja kuniambia, mimi nitaanza na huyo mama yako. Nitamwita hapa na nitamwita mpaka Matrida mwenyewe. Na ikiwezekana hata mumewe. Sahihi. Waje hapa. Niseme nao wote. Nini kimewakuta au nini kimemkuta wa Matrida mpaka anakuja kutuletea aibu namna hiyo na mama yako kakaa. Hapana. Mjomba, mimi kwanza nikushukuru kwa kuniletea hayo mambo. Wewe nenda, nitawaita. Nakushukuru sana kwa kunifikishia hilo jambo. Basi sawa. Ni nani atakayenisikiliza zaidi ya wewe mke wangu? Hayo matendo naona yanapitiliza, yananumiza moyo wangu. Hivi ni kweli wiki nzima umepotea, hata nyumbani hujarejea? Mama show. Marahaba, ujambo? Asijambo. Umefanikisha kupata taarifa za mkeo? Hapana, kwa kweli bado sijafanikiwa kupata taarifa zake. Kwa nini? Natarajia pengine kesho kukicha nitapata taarifa zake ama nitampata kabisa. Sikia nikwambie wewe. Hapa palaliki, hapa kaliki. Lazima upate taarifa za mkeo. Ujue unaishi hapa ni sababu ya mkeo. Bwana kaka, mimi nimekuja hapa kuja kukupa habari au kukupa taarifa ya mpwa wako. Ana wiki nzima haonekani pale kwangu. Kila nikimfuata mume wake, anaingia kushoto, anatokea kulia. Kila nikimfuata, anakuja asubuhi, anatoka jioni. Mimi simuelewi. Lakini dada, kweli umekuja kuniambia hayo na kunisikitikia. Lakini nikulaumu kidogo. Siku zote hizo dada anatokea matatizo kama hayo. Uko kimya tu nyumbani kwako. Mimi na wewe tumebaki wawili. Mimi ndo nanitegemea. Uone kama umenidharau dada yangu. Umenidharau. Sasa mimi nikwambie. Haya mambo yanatokea usaidizi. Umenikosea sana dada. Umenikosea sana. Nasikitika kwa kweli. Pamoja umekuja kuniambia. Kabisa. Kweli nimekusikiza, lakini kwa hili dada umekosea mwenyewe. Wewe siku zote mambo unayaona hayo unayalea. Si unaonekana wewe ndio unayalea hayo mambo? Sikia kaka. Mimi sio kuyalea hayo mambo. Mimi ndoa za watu siwezi nikaingilia kaka. Unajua mimi ni mkwe. Siwezi nikaingilia kwenye mapenzi ya watu. Ndoa za watu siwezi kaka. Jambo unaliona dada mpaka inakukwendea. Mpaka inafikia hivyo. Huwezi vipi? Sasa huyo si uhai wa mtu. Kaondoka wewe, unampa majukumu mume. Haya, unaona? Naye ndio hivyo tena. Siji kushoto unasema kulia, kushoto kulia. Kinapatikana nini? Mpaka leo. Ungenishirikisha? Kaka, hebu nisikilize na unielewe kwa makini. Wewe ni kaka yangu. Sawa? Mimi siwezi nikaingilia ndoa za watu. Kaka, siwezi kuingilia ndoa za watu. Leo aje kusema mama yake mkwe ndio amesababisha ndoa ife. Mama yake mkwe mbaya. Sitaki. Sawa. Sawa dada, nimekuelewa. Hebu kaa chini. Kaa chini kwanza dada. Nisikilize. Naamini na ninajua wewe ulivyo. Usizushe mengine tena hapa. Tukaacha kumshughulikia mtoto, tukaanza kukushughulika na wewe mgonjwa. Pressure yako naijua. Nikuombe dada yangu, hayo yamekwisha. Mimi nitamwita yule bwana mkweo, nitaongea naye. Tutafanya chini juu, mtoto wako ataonekana na atapatikana. Ishi kwa amani dada yangu, wala usiwe na wasiwasi. Mambo yamekwisha hayo. Mimi nasema tena ya mara mwisho, mtoto wangu bila kupatikana, apakaliki, apalaliki. Si nitamuelewa ule baba.
Sintamuelewa mtu, hata kakaangu sintakuelewa. Sintakuelewa, ni mkubwa kwangu, lakini sintakuelewa. Na hata mtoto wangu apatikane. Siwezi kubali. Sasa siwezi kubali. Haya mjomba, niwezi umefikia wapi? Kwa kweli bado nimepoteza matumaini. Nimejitahidi lakini naona napoteza matumaini kabisa. Sasa mjomba, wewe unapoteza matumaini vipi? Wewe ndio mwenye majukumu. Yule mkeo mama yako mkwe amekuja hapa, amefoka tena, amefoka sana. Nilijitahidi kweli kumwambia, nikamweleza kila kitu kikoje, akasema hapana. Yaani kama wewe sasa inaonekana yule unajua aliko. Lakini sasa mjomba, kuna kitu mimi nataka nikuulize au nikwambie au nikulaumu mjomba. Wewe maswala yote yanatokea, umeshindwa kuja kunieleza mimi. Mpaka leo inafikia stage hii, jambo linakuwa na hali mbaya kabisa. Na unajua kabisa mimi ndio mjomba. Na mimi ndio mkuu wa familia. Hivi siku leo ulimuona nani? Si uliona mimi? Ndio. Leo iweje ukanidharau? Mpaka inafikia jambo linakuwa hivi mjomba, Yaani umekaa kimya. Inakuwaje? Kwa kweli mjomba, kwanza nikuombe radhi. Unajua ile namna tu ya kuchanganyikiwa kutokana na ile tukio. Najitahidi sana kumtafuta na nimejitahidi sana kumtafuta. Lakini najikuta tu nimechanganyikiwa, nasema labda nitamuona baadaye, muda unazidi kwenda, siku zinazidi kwenda. Nikajikuta nasahau kila kitu. Niwe radhi tu mjomba kwenye hilo. Mjomba nisikize. Ila siku nyingine usifanye hivyo, wewe ndo mwanamume. Na mimi ndo mwanamume. Ninachokuomba wewe tulia. Sawa? Kafanye hilo jambo kwa umakini zaidi. Ukipata taarifa wewe njoo niletee. Taarifa utakayoipata wewe njoo niletee. Sawa. Na mimi nitakusaidia. Sawa. Sawa? Nitakusaidia ili jambo lichichuku kuepuke mjomba. Kaza mwendo mjomba. Usipoze. Ndio maana yule anakupanda kichwani, anafanya anapoweza kila ngoma naona. Si Dubai mjomba. Si ndio tukotokea huko, natuona mpaka leo tuko wapi. Sawa? Nimekuelewa. Umeelewa? Mimi nitaongea na mama mzuri kama nilivyoongea naye, tutajua tunafanya. Nenda mjomba, kafanya hiyo kazi. Shukrani mjomba. Sawa? Simon. Vipi mwenzangu? Mbona asubuhi na mapema? Na koti? Wapi hiyo? Naelekea nyumbani kwenu. Nenda kuona mama yako. Hasa, mbona umeharakisha sana? Afu bado mapema. Niliki sasa tangia ufike hapa. Sawa. Kwa hiyo nataka kuongea na mamako ili niwe kukuambia msamaha. Unajua tabaka hivi si sawa. Na mimi ni swali nishakwambia. Sawa, kama umeamua hivyo. Utasema nini? Kwa sababu umeng'ang'ania mwenyewe. Haya, nenda. Ila utapajua? Nafikiri nitapajua. Na kama nikipotea tutajaribu kuulizia pale. Sawa? Kwa hiyo usijali mimi. Sawa. Halo.
bwana. Sasa nisikilize. Sawa? Kuanzia hivi sasa, yani muda huu, sitaki kukuona nyumbani kwangu. Hivyo kosa haya mdogo wangu. Mwanaume ninayelala naye mimi kitanda kimoja, wewe kaamua na wewe uje ulale naye. Wewe, acha unafiki bwana. Wewe kinachokuuma kitu gani? Yaani mimi kutembea na mumeo kimekuuma sana, lakini hayo mambo yote unamfanyia mumeo hajaumiza nafsi za watu Unakaa hapa jitia huruma mimi akoni nani huruma. Sasa mimi naomba tu nikwambie kitu hichi kimoja. Ukae ukajua katika akili yako. Mimi mumeo simuachi. Wanasema ushemeji hakuna haga, na mimi moyo wangu umekataaga, na mimi siwezi beba mzigo wa punda. Utaubeba beba. Kukona ora sawa.